jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya kimsingi kwamba ni tume huru, haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Hawa wajumbe wamekuwa wakati wote sehemu muhimu ya kuingiza nchi yetu kwenye maafa. Jaji mkuu aliyeondoka madarakani amekuwa sehemu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za watu akiongoza muhimili wa mahakama, na sehemu kubwa sana ya kujaribu kuharibu mahakama yetu na kuondoa uaminifu wa watu na mahakama yetu. Tukumbuka sisi kama Chadema, pamoja na mambo mabaya yaliyotokea kwenye uchaguzi wa mwaka 2020, hatukufungua kesi hata moja mahakamani kupinga either wabunge wetu au madiwani wetu au hata mtu yoyote aliyogombea. Na hii tulifanya deliberate, ni maamuzi yaliyokuwa ya kikao, kwa sababu walikuwa hawana imani na mahakama katika mazingira ambayo mahakama ilikuwa inaongozwa. Lakini vile vile unaweza kujiuliza kwamba hata kama hawa watu hawakuwa na uhalali, je, walikuwa na dhamira sasa ya kutaka kuchimba na kupata kilichotokea hasa kwenye huu uchaguzi, kinachoitwa uchaguzi? Inakuwaje rais aunde tume inayotokana na wafanyakazi au watu tu ambao wamewahi kufanya kazi serikalini? Hakuna kiongozi wa dini hata mmoja kutoka kwenye imani zote zilizopo kwenye nchi yetu. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye asasi za kiraia. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye NGO. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kwenye taasisi nyingine yoyote ndani ya nchi yetu kuchunguza jambo kubwa la mauaji kama haya. Hii si tume huru, ni njama ya kuficha ukweli, kutafuta ushahidi wa kuendelea kuwaumiza waathirika. Kinachoitwa kuchunguza uvunjifu wa amani ni mbinu ya kuwageuzia waathirika kuwa wahalifu na kuwasafisha wahalifu halisi. Ndio maana inaitwa tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani. Nataka kufanywa ni wale waliofanya uhalifu, kuua watu, wageuze kuwa wao ndio hawana tatizo, lakini Watanzania walioumizwa ndio wageuzwe kuwa wahalifu. Lengo ni kuendeleza ukandamizaji wa sauti huru, kuhalalisha utawala wa kwenda kupiga kura. Wakati Dr. Slaa akishindana na Kikwete ilikuwa ni 42%, ndio watu waliojitokeza kwenda kupiga kura. Mwaka 2015 ambako Lowassa alishindana na Magufuli ulikuwa ni uchaguzi wenye mvuto mkubwa. Turnout ilikuwa ni 61%, watu walienda kupiga kura. Mwaka 2020 wakati Magufuli anashindana na Lissu ametoka kupigwa risasi, turnout ilikuwa ni 47%. Kwa hiyo unaangalia hizo takwimu, ghafla tu hiki kinachoitwa uchaguzi wa Samia ambao ni matusi kwa Tanzania, kitu ambacho ni kuonesha kabisa kwamba ni takwimu dhidi ya chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan ingiliwa. Kwa sisi msimamo wetu ni kwamba hiyo tume haitambuliki mpaka tume huru ya kimataifa inayoaminika kwa watu wote, ambayo watu watakuwa huru na watakuwa na imani nayo, wataenda kueleza matukio yaliyotokea kwa ndugu zao, kwa familia zao. Mpaka sasa ieleweke kwamba kuna mamia na maelfu ya watu ambao hawajui ndugu zao wako wapi, hawajapewa hata mili ya ndugu zao. Kuna watu ambao wametufikia wanatueleza wao wenyewe walichukua mili ya ndugu zao wakapeleka kwenye hospitali, baadaye kwa ajili ya kuandaa maandalizi ya mazishi, walipoenda wakanyimwa mili ya ndugu zao, wakaambiwa hawapo na wakati walipeleka wao wenyewe. Kuna watu ambao wamechukua ndugu zao
baada ya kushinikizwa kwamba waseme walipata ajali au walikufa kwa magonjwa ya kawaida. Kuna mambo makubwa na mazito ambayo hii tume haiwezi kuyachunguza na Watanzania wakakubaliana nayo. Kwa mataifa, baraza lake la usalama, mahakama ya kimataifa ya makosa ya mauaji halaiki, makosa dhidi ya binadamu na makosa ya kivita ICC, kamisheni za haki za binadamu za kikanda na kimataifa, mataifa rafiki na wadau wote wa demokrasia kuchukua hatua za haraka kushinikiza serikali ya Samia Suluhu Hassan na CCM kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa. Na ujumbe wetu uko wazi na thabiti: hakuna amani bila haki, hakuna uhalali bila ridhaa ya wananchi. Mtuhumiwa hawezi